Bwana ni mwema. Haleluya, 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 Bwana yu mwema. Imbe zote, waimbe zote, imbe zote, amesaliwa, amesaliwa, mkombozi mwema, amesaliwa, amesaliwa. Haleluya, 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 amesaliwa, mkombozi mwema, amesaliwa, mkombozi mwema, amesaliwa, mkombozi wetu amesaliwa, mkombozi wetu amesaliwa. Haleluya, 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 amesaliwa, amesaliwa, amesaliwa Bwana, amesaliwa, mkombozi wetu amesaliwa, 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 mkombozi mwema. Imbe sote, amesaliwa, amesaliwa, Bwana Yesu, mkombozi mwema, mkombozi wetu amesaliwa, amesaliwa. Joni nyote, Bwana Yesu amesaliwa. Yesu asema, joni kwangu ninyi nyote umelemewa na mizigo mizito, nami Bwana nitawapa pumziko la milele. Bwana Yesu, kimbilio letu, tegemeo letu, amesaliwa. Jibu letu, maisha yetu yote, amesaliwa. Bwana Yesu, mkombozi mwema, tumaini mema, muweza yote, amesaliwa, 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 Bwana Yesu. Imbe zote, amesaliwa, amesaliwa, Bwana Yesu mwema. Jibu letu, tegemeo letu, upendo wetu, amani yetu, uponya wetu, uweza yote, amesaliwa. Haleluya, tuinue Bwana, tumusifu, tumuinue, tusema naweza, amesaliwa. Oh, oh, ah, amesaliwa. Ah, haleluya, 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 tumuinue, tumuabudu, tumusifu Bwana. Haleluya, amesaliwa, 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 amesaliwa. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza na hata ninakuinua. Jina lako limetukuka na jina lako lihimidiwe.
Zaidi ya yote Bwana, ninakukaribisha kwenye ibada hii. Jehova Jire, tunaposhiriki na watu wako, naomba Mfalme ukanene na watu wako. Nitumie kama chombo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nabariki wote kwenye mtandao ya kijamii. Na wabariki wote wanaonitazama kupitia runinga. Na wabariki hata wote wanaosikiliza kwenye redio. Bwana, ninaomba baraka zako ziwe juu yao. Nakemea kila roho yote ibaro neno lako. Agenti wote wa kusimu, devil worshippers, Illuminati, Masoni, kitembo, natuma moto kwa anga yao kwa jina la Yesu. Wachawi na waganga hawana uwezo Bwana, hawatasuilia neno lako. Natangaza upenyo katika jina la Yesu. Nabariki kila mmoja Mfalme aliye katika taifa la Kenya, na hata wote walio nje ya Kenya. Baba, ukanene na mioyo yao. Asante Bwana kwa ajili ya muda huu. Bwana, umetenga kwa ajili ya ibada hii. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Basi karibu sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana ametusaidia ili tukapata kupatana na wewe kwenye ibada hii. Natumai kwamba Bwana amekulinda na amekuhifadhi. Umefika wakati kama huu wa leo ambao tunashiriki neno la Bwana. Na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki, atakutenda mambo makubwa. Ni furaha yangu kubwa sana kukaribisha kwenye ibada hii ambao kipindi ya ibada zetu ambao tunaita The Voice of Altar. Na karibu sana tukaweze kubarikiwa. Wote mnatazama kupitia mtandao ya kijamii, karibu sana. Wote ambao mnasikiliza kupitia radio, wale wote mnatazama kupitia runinga, God bless you so much. Na karibisha rafiki yako, mwambie kwamba Apostle Daniel Rich M hasa waziri kwenye studio, na tukapata kupata muda wa kuweza kuelewa neno lake Mwenyezi Mungu. Maana jukumu langu sana kuja hewani ni kwa ajili ya kufundisha watu neno la Bwana, na ili tukapate kubarikiwa kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Basi karibu sana na tubarikiwe pamoja, na Mungu wa mbinguni awabariki na awatende mambo makubwa sana. God bless you so much for wherever you are watching and joining in. Basi nataka kuongea siku ya leo how you deal with bitterness. How you deal with bitterness. Jinsi ya kuweza kupigana na uchungu. Na uchungu si ule ambao wa kukatwa na shoka ama kudungwa na jambo ama kama kisu ama kudungwa na msumari na nini. Na hii si uchungu ile ambao unadungwa na muipa. Ninaongea na uchungu ambao ulio ndani ya moyo wako. Na hili ni jambo ambalo Mungu amekuwa akinizungumzia, na akaniambia kwamba ninene wakati wa mzimu huu wa Pasaka. Na iwapo utaweza kuchukua muda wako na kunisikiliza vizuri, basi bila shaka kama ni wewe ambao uko na bitterness kwa jambo moja au lile lingine, basi Mungu akona acha na wewe na anataka kuweza kukuweka huru kutoka kwa hiyo bitterness. That's why I'm taking my time to teach you about this issue so that you can be delivered from this bitterness. So let us go to the book of 1 Samuel and chapter number 1 verse number 10. 1 Samuel, I'm talking about how you deal with the with bitterness or the spirit of bitterness. Na najua ya kwamba utabarikiwa. Twende pale katika kitabu kile cha Samuel wa kwanza, mlango ule wa kwanza, aya yake ni ya 10. Na hapo ndipo tunaanza na neno la Bwana siku ya leo, na pia ninajua utabarikiwa. Verse Samuel chapter number 1 verse number 10. Biblia inasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana akalia sana. Bwana asifiwe. I'm talking about how you deal with bitterness. Hapa tunaona mpendwa ya kwamba hapa kuko na mwanamke ambaye anaitwa jina lake Ann. Na Ann alikuwa na uchungu moyoni mwake. Maana inasema kwamba huyu mwanamke alikuwa na uchungu moyoni mwake. Na Anna uchungu aliyekuwa naye si kwa sababu ya kupiwa, si kwa sababu ya kukataliwa, sio kwa sababu ya kukosa kazi, si kwa sababu ya kukosa chakula. Lakini Ann tunaona ya kwamba
alikuwa na bitterness kwa sababu ya kukosa mtoto. Kwa kawaida mwanamke ambaye anakosa mtoto katika jamii, ukitaka kujua, enda uulize mwanamke ambaye amekosa mtoto kwa ndoa zaidi ya miaka 5, atakwambia kukosa mtoto ni kusema nini. Uliza mwanaume mwenye anajua ya kwamba ana uwezo wa kupatiana ujauzito, muulize, atakwambia uchungu wa kukosa mtoto ni kusema nini. Bwana asifiwe sana. So Ann alikuwa amekosa mtoto, na maandiko yanasema ya kwamba kwa ajili ya kukosa mtoto, huyu mwanamke alikuwa na uchungu moyoni mwake na akamulilia Mungu. Na ukumbuke ya kwamba Ann alikuwa na mwanamke mwenza ambaye alikuwa anaitwa jina lake Penina. Na huyu Penina alikuwa amechaliwa kuwa na watoto. Na ukumbuka ya kwamba Ann na Penina wako na mwanaume mmoja. Walikuwa na mwanaume mmoja. Kwa hivyo hawakuwa na wanaume wawili. Jina lake mwanaume huyu alikuwa anaitwa Elikana. Na wakati ambapo Penina alijaliwa kuwa na watoto, basi alianza kumkejeli Ann. Na kwa ajili ya kumkejeli Ann akawa na uchungu moyoni mwake. Akawa analia mbele zake Mwenyezi Mungu. Mpaka wakati wanapokutana na Eli anamwambia ya kwamba, mwanamke wewe utaweza kulewa mpaka lini? Lakini ni kwa sababu ya kwamba analia ni kwa ajili ya uchungu uliye ndani ya moyo wake. Bwana tuwe sana. Uchungu ndani ya moyo wake ulikuwa unamtesa. Na ndio maana tunapoona katika kitabu cha Ruth chapter number 1, Ruth chapter number 1 and verse number 20. Ruth chapter number 1 verse number 20. Nataka tusikanisha hilo neno ili tusaidiane. Anasema, akamwambia, usiniite Naumu, niite Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Ruth. Tunaposoma hapo kitabu hicho cha Ruth ama Ruth, inategemea na kule kwenu umesaliwa. Basi Naumu ama Naomi alikuwa amepoteza watoto wake wawili. Na alikuwa amepoteza mume wake. Sasa wakati huyu mama anaporudi, ana mtoto wala ana mume, na amekuwa mzee, ana uwezo wa kupata mtoto mwingine. Maandiko yanasema kwamba alipokuwa anarudi, alipokutana na watu wao walipomuita Naomi, aliwaambia, msiniite Naomi tena, niite Mara. Manake ni uchungu. Kwa hivyo huyu mwanamke Naomi ako na uchungu wa kupoteza mtoto. Ako na uchungu wa kupoteza mume wake. Ukitaka kujua, yule mwanamke ambaye amekufiwa akiwa mdogo, anajua watoto ndio wako wachanga. Sasa ako na jukumu la kulea watoto, na mume wake amekufa ghafla na amekufa akiwa maskini. Huyo mama anaweza kuelezea uchungu ni kusema nini. Ama mwanamke ambaye amefukuzwa na mume na akafukuzwa na watoto na ana kazi, anaweza kukuambia uchungu wa kupoteza mume ni kusema nini. Bwana sio sana. Sasa Naomi amekosa mume na amekosa watoto, na si kwa sababu kwamba wamekuwa katika hali ya kuachana, bali ni kwa ajili ya kifo. Kifo kimemnyang'anya watoto. Kifo kimemnyang'anya mume. Maria anasema ya kwamba basi huyu mwanamke Naomi anasema ya kwamba msiniite mimi tena Naomi, bali mniite Mara, kwa sababu Bwana amenitendea mambo ambayo ni ya machungu mno. Kwa hivyo mpendwa, lazima uelewe ya kwamba machungu yanasababishwa na kuachi ya kupoteza jambo fulani. I used to have money. I used to have money. Kuna wakati ambapo 2020 ilipofika, nilikuwa na pesa. 2020 mimi nilikuwa na pesa. Nilikuwa naishi nyumba ya 2 bedroom. Na sina mtoto, ndio tuko na mke, tumeoana sasa. But we have money that time. Lakini COVID-19 inapokuja inamaliza pesa
Hata siwezi kwambia hizo pesa zilisha. Nimejenga kanisa, baada ya kujenga kanisa ndio hiyo ni mtu ameorganize hapo, ninafikiria ni papa wa kiroho ndio huyo amechukua hiyo kanisa ameleta wake hapo. Nimekuwa sina pesa, nimetoka kutoka 2 bedroom nimeingia 1 bedroom, kutoka 1 bedroom nimechikuta double room, kutoka hapo nimechikuta kwa kanyumba kama party, hata kenyewe hata choo yenyewe ni matata kwenda huko. Maana ukienda huko unataka uende usiku, maana mchana hata ukiinama tu watu watakuona na iko barabarani. Hiyo choo yenyewe ni ya kufurashi, lakini ukienda inakaa yellow. So you can imagine that life from mtu ulikuwa na choo ya ndani. Sasa angalia imefika sasa choo imekuwa yellow, na hapo ndio walevi wako hapo, na wewe ndio pastor kwa hiyo plot peke yako. Hao wengine wote ni walevi, kwa wake na wanaume wote ni walevi. Hata nilikuwa najiuliza kwani Mungu ulifikiria nini kunileta hapa? Mpaka nikasikia kama nasikia kukataa hata Mungu. Maana nilikuwa nauliza kwani Mungu ulifikiria nini kunileta hapa? Mimi ndio pastor. Hao wengine wote ni walevi. Hata angalia nyumba yangu linakaa, hata siwezi weka kiti. Ni meza peke yake, na meza yenyewe linakaa kwa kiti, kwa kitanda nikikula kwa meza. Sasa Mungu ulifikiriaje hii? Hii muda wote nimekutumikia, hata ungekumbuka hiyo. Nilianza kutetesa Mungu kwa sababu ya uchungu wa moyo. Mungu akaniambia nilikuleta hapa nikijua. Nikamwambia sawa Mungu, nimesikia. Lakini nilikuwa nimesikia uchungu ndani ya moyo wangu. Sina pesa, hata sasa hivi hata kukula ni shida. Mimi unayeona hapa nimeishi children home. Nimeishi children home, me and my wife and my son. Nikiwa pastor. Nilikuwa nahisi uchungu, mtu alikuwa na pesa. Ndio sasa ndio huyo amemalizia children home. It was very very painful. But sasa Mungu akakuja akanifundisha. Na ndio ninakufundisha siku ya leo mpendwa. Ujue kudili na hii roho ya bitterness. Maana nilisikia nimechukia hata watu wetu sitaki kuona. Nilisikia kuwachukia. Nilikuwa naona kama ndio wamesababisha. You know when bitterness came, unaona kana kwamba kila mtu ndiye ameleta hiyo matatizo. Unajua watu wengi hawajiti kamkutano. Wajue kwa nini hii imenipata. Sasa mimi nilikuwa naona kama ni watu wameleta hiyo. Kwanza ninakumbuka huyo pastor vile ameninyang'anya kanisa, nasikia uchungu. Nasikia kuchukia mapasta wote. Yaani ni mpasta mmoja mfanya hivyo, lakini nasikia mapasta wote. Ndio nasikia kuchoka na wao. Bwana asifiwe sana. Mpaka wakati hapo Mungu alinitokea. Kaniambia now you have to forgive them. Hapo ndipo Mungu akanitoa hapo. Sasa hapo ndipo nikatoka na nikaingia Mombasa. Na Mombasa Mungu akanikumbuka. Na kuambia mtu wa Mungu. Huyu ni mtu anaitwa Naomi. Alikuwa na bitterness. So bitterness inaletwa na mambo mingi sana. Unaweza kuwa uko na kazi, na kazi hiyo ikaisha, na imesababishwa na mtu ambaye amejiunga na bosi wako, ambaye amejipendekeza kwa bosi wako. Na baada ya hapo basi ukafutwa kazi. Inaleta uchungu kwa moyo. Sasa anapoangalia analia, hana mtoto. Naomi anapoangalia hana watoto, na alikuwa na watoto wamekufa. Alikuwa na mume amekufa. Sasa anashindwa kule kwetu nitakapoenda, basi nitaenda nisemaje? Na ili hali hawa watu nilienda na wao. Sasa sijarudi na wao. So kuna mtu ambaye ninazungumza naye siku ya leo. Alikuwa na ndoa, na ndoa ikaisha. Alikuwa na watoto wameisha. Alikuwa na kazi imeisha. Alikuwa na fedha zimeisha. Alikuwa na jambo ambalo alikuwa anategemea, lakini halipo tena. Basi wewe ndio nimekuja nikuambie siku ya leo how you can deal with this spirit of bitterness. Mpendwa, bitterness inaua. Bitterness is like HIV. Why am I saying so? Wakati bitterness ikinaingia ndani ya mtu, basi unakuta kwamba huyu mtu anakuwa na ile uchungu wa moyo, kisha ile uchungu inakaa mwishowe inaweka vidonda ndani ya mwili. Na ikisaweka vidonda, basi hizo vidonda zinaingia katika tumbo. Ikisaingia kwenye tumbo, basi huyo mtu anakuwa katika hali ya ulcers. Anaambiwa ya kwamba usikule kitu fulani, usikule kitu fulani. Mwisho yule mtu anaingia katika depression. Anarukwa akili because of the bitterness. Bwana asifiwe sana. So
Maandiko yanatusaidia hapa tuelewe, tuende katika kitabu cha Job chapter number 21 verse number 25. Kwa nini nakusomea hizi vitabu? Ili uelewe ya kwamba jinsi ya kudili na hiyo bitterness. Job chapter number 21 and verse number 25. Job ni Ayubu 21 and 25. Maandiko yanasema hii version, mwingine ufa katika uchungu wa roho, asionje mema kamwe. Mwingine ufa kwa sababu ya uchungu wa moyo, asionje kamwe mema. So uchungu wa moyo, bitterness, inasababisha mtu akose mema katika duniani, anakufa. Maana ningesema ya kwamba mtu huyo mwingine ufa katika uchungu wa roho, asionje mema kamwe. Kwa hivyo huyu mtu aliye na bitterness, hata kifo kinaweza kikampata. Kifo. You know, mtu akiwa na bitterness in marriage hiyo inakufanga. Bitterness ikiwa ndani ya moyo wa mtu, hata akifungua huduma hawezani naye. Nimeifungua huduma nikiwa very bitter. Mimi nakuambia habari zangu. Nilifungua huduma nikiwa na bitterness sana. Na katika hiyo mtu alikuwa anafanya tu mistake hivi, namsomea na namwambia toka nje na uende na usirudi hapa. Kwa sababu ya nini? Bitterness. Siku moja nikakaa nikajiuliza, enyewe huyu mtu amefanya nini namsomea hivi? Yaani sasa hiyo hata nakasirika za zingine na acha kuombea wengine deliverance. Kwa sababu ya bitterness. Mpaka wakati nilipoponywa. Sasa nikawa ninaona kumbe hata mtoto anaweza kosea. Sasa kuna mtu ambaye unakuta kwamba akona bitterness. Bitterness ndani ya ndoa, anaishi uchungu wa mume wake, anaishi uchungu wa mke wake. Asipochua kudili na hiyo bitterness, hiyo ndoa inaisha. Kuna mwingine anafungua biashara akiwa na bitterness. Usipochua kuhandle hiyo bitterness, mpendwa, hiyo biashara itakufa. Ukiachiliwa kazi na bitterness, hiyo kazi itakufa. Yaani maandiko yanasema kwamba na wengine ufa uchungu wa moyo na wasionje mema. Kwa hivyo wakati ambapo uliye na bitterness ndani ya moyo, basi inakusababisha mema yanakaa mbali na wewe. Ninakuombea mpendo unayenitazama siku ya leo na unayenisikiliza, ya kwamba kila bitterness ndani ya moyo wako ikakuachilie leo na ukawe huru kutokana kwa hiyo bitterness katika jina la Yesu. Wakati mwingine wanayeweka hiyo majiraha hawatoki mbali na wewe. Wengine wanaweza kuwa ni wazazi wako. Wengine wanaweza kuwa ni mume wako. Mwingine anaweza kuwa ni mke wako. Mwingine anaweza kuwa ni bosi wako. Mwingine anaweza kuwa ni mchungaji wako. Mwingine anaweza kuwa hata ni jirani yako, walio close to you. Yesu akasema ya kwamba na adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake. Kwa hivyo anayesababisha machungu ndani ya moyo wako huwa anatokana karibu na wewe. Na hata anaweza akakuwa ni mtu wa damu yako. Inawezekana hata mtoto wako akakupatia bitterness. You can imagine, maybe umesomesha mtoto, au umeenda shule, umelipia huyo mtoto shule. Kisha yule mtoto badala aweze kuchukua zile fedha asome katika ile pitia ambao unampa fedha zile ili asome ama karo ile, basi mtoto anaenda anaingia katika miadharadi. Yule mtoto anaingia katika ukahaba. Yule mtoto anaingia katika mambo ambayo yasiyofaa. Kisha yule mtoto basi unakuta kwamba hawezi akaleta faida tena. Au mwingine anaenda anakucha akiwa na ujauzito. Hiyo jambo ambalo unakuta kwamba unakumbuka zile fedha vile umeng'ang'ana kusipata, basi unasikia kana kwamba umekufa moyo. Sasa kwa sababu ya ile kukufa moyo, hiyo ndio inaleta bitterness ndani ya moyo wa mtu. Ndio maana Maandiko yanasema kwamba na wengine ufa basipo kuonja mema ni kwa sababu ya uchungu wa moyo. Na diposa mpero nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba uchungu wa moyo ni uchungu ambao unaweza kusababisha hata kifo ndani ya maisha yako. Na ukiona wale watu ambao wanaoua wenzao ni bitterness. Mtu hawezi akaamka from nowhere akaua mwenzake, akaua mke wake ama mume wake, ama akaua watoto wake. Yule mtu anakuwa akona bitterness kwa ajili ya ule mwanaume. Anakuta akona bitterness kwa ajili ya ule mwanamke. Hata ukiangalia hata askari unapoona wakipiga watu marisasi, si kwamba wanataka, but those people they are bitter. Kuna mambo ambao wanapitia wengine kazini. Wengine wanaturumiwa na bosi wao. Kuna watu wanaturumiwa na kazini wanaofanya. Wengine ni madaktari wanaturumiwa.
Wengine unakuta kwamba ni walimu wanaturumiwa. Wengine unakuta kwamba wanafanya katika industry na hizo industry wanaturumiwa. Wengine unakuta kwamba wameachiliwa kazi popote kule. Ule mtu unakuta kwamba boss wake anamturumu. So ule mtu unakuta kwamba ako na pita. Hallelujah. Mpendo, lazima uelewe ya kwamba bitterness ni wale walio karibu na wewe ndio watakayeleta hiyo bitterness. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba bitterness is very dangerous in the person. Maana sema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Kwa nini Mungu akasema hiyo? Moyo umepepa maisha yako. Na huo moyo ukiruhusu, mpendwa, ukaweze kuwa na bitterness, ni very dangerous. Very dangerous. Mimi wakati unakumbuka mpaka nilikuwa sikuli sukuma. Nikikula sukuma nasikia kutapika. Mpaka wakati niliambia Mungu, sasa nimeamua kuwasamea. Unajua kupoteza 500,000, nusu milioni, is not easy. It's not easy. Alafu unapaki hauna pesa. 500,000 sio rahisi. Na sio kazi ya serikali nafanya. Na sio huduma imenipatia. Nimefanya kazi, nimepata hiyo pesa. Alafu ndio hiyo all of a sudden unaweka kwa huduma, alafu inakwisha. Ilikuwa inauma. Mpaka siku moja nikaenda hospitali. Sasa nipo, unajua mimi nilikuwa naona nikikula sukuma inanisumbua. Sasa nilikuwa nashindwa ni nini? Natapika, ni mara saa zingine ninashikwa na hiccups. Sasa nikaenda kwa hospitali. Nikaenda nikauliza, nikakuta mama. Nikamuuliza ni what's happening? Sijui ni nini kinaendelea. Akaniambia wewe uko na stress. Nikamuuliza stress ya nini? Mimi hata sina stress, mke wangu anisumbui. Stress inatoka wapi? Mimi sasa sikuwa najua niko na stress, by the way. Sikuwa najua kabisa, sikuwa naelewa kama niko na stress. Kumbe niko na stress na sijui. Hapo ndio nilijua kuna watu wanakuwa na stress na hawajui kama wako na stress. Na ukitaka kujua uko na stress na ujui, wacha mtu akukosee, uone vile unaropokanga. Hiyo ndio inakuonyesha you have bitter. Kama mtoto wacha akosee, uone vile utamtreat huyo mtoto. Hapo ndipo utajua uko na bitterness. Wacha mume wako akukosee ama mke wako, hapo ndio unajua unakuanga na bitterness. Au uko na stress. Sasa daktari akaniochi. Kamwambia mimi nilikuwa na kanisa na hiyo kanisa ilifanyika hivi, kisha hiyo kanisa ikaisha, nikakuja nikafanya hivi, hiyo pesa nilikuwa nayo ikaisha, leo hii hata kulipa nyumba imekuwa ni stress. Sasa ndiye akaniadvise. Kaniambia, man of God, kubali haya mambo yalitokea. Akanielezea. Nikakuja sasa nikaanza ile, nikakubali, nikapona. Leo ninakuhubiria. Bitterness inaweza ikashika mtu yeyote yule. Hata ukiona rais wetu hapa, ukimwona kwa mikutano kila wakati kuachukua ako juu ya gari, usifikirie ati anakaa hapo juu ya gari kwa kufurahia. Ni bitterness yako naye. Hiyo nasikia hiyo matusi, hiyo anatusi watu. Si kutaka anataka kutusi watu. La hasha. Anatusi watu kwa sababu ya bitterness. Anaona vile wanamsukuma. Anaona vile wanamwambia. Sasa yale machungu ndiyo yako naye. So anapokuja katika public, anakuta hawezi akajicontrol. Anakuta yale mambo yanatoka kwa sababu ya bitterness. Kiongozi akiwa na uchungu, this is very dangerous in the county, all in the world, all in the community. It is very dangerous. When the leader is very bitter, the country is very dangerous. Bwana ziwe sana. Sasa wakati ambapo bitterness, I remember kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anatufundisha subject gani? Alikuwa anatufundisha nini? Alikuwa Kiswahili. Yule mwalimu walikuwa wanasumbuana na mke wake sana. Walikuwa wanasumbuana na mke wake. Sasa yule mwalimu alikuwa na ile bitterness. Akicha kwa shule ako na ile machungu ya mke wake. Na kuambia tulikuwa tunakosa, tunatandikwa na tunaambiwa tulale kwa chua. Yaani chua imewaka, alafu naambiwa weka kichwa chini. Sasa unatoa jasho, shati ni white. It was very terrible. Sasa baadaye ndio tukakuja tukaelewa. Kumbe huyu mwalimu anakuanga na bitterness kwa sababu ya mke wake. Sasa kuna watu ambao hata unakuta kuna siku nyingine by the way tumeenda hospitali na my wife.
Na tulipofika pale kulikuwa na daktari mmoja. Na ni mwanamke. Na tulipofika tulikuwa tumepeleka mtoto. Sasa yule mama mke wangu akamuuliza swali kuhusu mtoto. Sasa na yule daktari kumbe alikuwa na uchungu. Nakwambia aliropoka. Kwani wewe mwanamke usikii? Kwani usikii mimi nasema nini? Mimi nikasikia hata nichukue COVID nimuwekelee kwa sababu ako hapo tumemlipa tax. Hayuko hapo tumpembeleza kututipu, ni haki yetu tutipiwe. Lakini nikaona huyu mtu kumba ako na bitterness. So ninakwambia mpendo, mtu akiwa na bitterness hata daktari anaweza akakudunga sindano isiyo. So you need to deal with the bitterness. Sasa nikaona hawaelewani. Nikachukua mimi mtoto nikampelekea. Sasa sijui kama mimi aniheshimu kama mwanaume. Unajua mwanamke ni ngumu sana akemee mwanaume. Anamkemea aje? Kuna heshima inakuanga hapo. Mwanamke hawezi ingilia mwanaume hata kama si mume wake. Hata mimi nikaenda nikamuuliza ile swali. Na akanijibu vizuri mpaka nikauliza mke wangu, "Kwa nini huyu daktari alikuwa anakuongelesha hivi?" So kuna watu ambao unakuta kwamba ako na bitterness. One time nilikuwa nimepanda gari kutoka OTC nikienda Kayole Junction. Sasa nilipokuwa ninaenda kulikatokea mwanadada mmoja akaingia kwa gari. Sasa mwenye tulikuwa tunakaa na yeye karibu naye alikuwa amenyorosa mguu pale kwa ka street ka mtu anapitia ili akae kule nyuma. Sasa alikuwa amenyorosha mguu na yule mwanadada aliyeingia akujua maana hakuona, ilikuwa ni usiku. Nakwambia yule mama tulikuwa tumekaa karibu na yeye aliropoka kwa hiyo gari. Akamtuzi mpaka yule msichana anajaribu kumwambia pole mami, sikujua, sikuwa nimeona. Akajaribu kumbembeleza. Yule mwanamke alisoma mpaka karibu tufike Kayole Junction akiwa anasoma. Sasa ndio nikaelewa kumbe mtu akiwa na bitterness ni ugonjwa. So my brother and my sister, you need to know and to handle the bitterness when you have in your life or in your heart. Na maana Biblia inasema kwamba wengine hufa pasipo kuonja mema. Kwa hivyo unaweza ukaondoka katika dunia hii usipoonja mema. Na unakuta kuna mtu ambaye anakaa na bitterness. I thank those people watching me. Kuna watu ambao wanakuwa na bitterness. Mpaka unakuta kwamba huyu mtu anamalizia kujiua. Kuna wakati my mom mzazi wangu alikuwa na bitterness sana with my dad. Maana walikuwa wanasumbuana kabisa. Unajua wewe ndio unasemanga wewe unanga shida, wewe unakaa kama umetoka mbinguni. Lakini mimi ni mzaliwa hapa duniani na nimeona sisi tumepitia shida. Sasa baba yangu alitesa mama actually. Wakati nilikuja kuwa mkubwa ndio baba alianza kukeep sasa distance. Akaanza kuleta heshima. Akafika mahali sasa alipojua mimi nimekuwa pastor sasa akakuwa na heshima, ako na pastor kwake. Lakini pale mwanzoni alimtesa. Alikuwa anampiga, anafanya nini? Mama sasa zingine anaama anaenda kwao. Sasa mama akakuja akawa na bitterness kabisa, akachukia wanaume. Mama hata alikuwa anasema, "Mimi nachukia baba yako kabisa." Siku moja ikawa kitu saa 2 hivi. Nacho anakuambia hii nikusaidie ili ujue kudili na bitterness. Mama akachukua kamba. Na hiyo kamba alitoa mbuzi kondoo, tulikuwa na kondoo. So mama alitoa kondoo hiyo kamba. Akatoka mbio. Najua kwetu kulikuwa na uwanja. Sasa akakimbia hapo kwa uwanja kulikuwa na miti. Sasa alikuwa anaenda achiange hapo, achiue kwenye hiyo miti na hiyo kamba. Sasa sijui nani alimuona. Alipomuona akakuja akaambia my aunt. Sasa my aunt ndiye alituambia, "Mama yenu anachiua." Sasa tukakimbia. Nani saa hiyo unajua ni saa 5 ya usiku. Sasa tunakimbia kumtafuta. Kwa bahati nzuri alikuwa amemuona anaenda wapi. So tukakimbia, tukaenda tukamleta, tukamkalisha, tukamuongelesha. Kulikuwa na daktari wetu karibu na kwetu hapo. Alikuwa mtu wa jamii tu. Sasa hapo ndio akakuja akamcancel. Sasa mama kila wakati alikuwa anasema mimi hata nachiua. Sasa sababu ya ile bitterness. Kwa hiyo bitterness inaweza kusababisha mtu hata akajiua. Mpaka wakati sasa kukafika mahali sasa leo hii wameheshimiana. Bwana asifiwe sana. Baba na mama wangekaa pamoja kwa sababu ya machungu. Sasa wakati mtu ako na bitterness ama ako na machungu ndani ya moyo wake,
Hii mpendwa ni very dangerous. You need to work out to deal with the bitterness in your life. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema pale katika kitabu cha Proverbs chapter number 14 verse number 10. Proverbs chapter number 14 and verse number 10. Biblia inasema hivi: moyo ujua uchungu wa nafasi yake, wala mgeni ashiriki furaha yake. Moyo unachua uchungu wa nafasi yake. Kwa hivyo moyo ukiwa na uchungu, unakuanga na ile ndani yake, huyo mtu anajiwanga mimi niko na uchungu. Na anasema mgeni hawezi shiriki furaha yake. Kwa hivyo wale walio nje, kule kwetu kuna msemo wanasemanga kerongia mwenyene ya mate echanabo saigo. Yaani uchungu ni wa mwenyewe, lakini majirani ulialia pule hivyo. Kwa hivyo wao wanalianga nje, lakini ndani yule aliyeumwa, yule aliyeumia, yule aliyetezwa, yule aliyekufiwa, yule aliyeangamizwa, basi ndio ishi ile uchungu. Leo hii watoto wa Gen Z walio wao, wale wazazi wa Gen Z ndio wanajua uchungu wa mtoto kupigwa risasi. Sasa sisi wengine tukielezewa hatuwezi tukaichukua ile uchungu. Na ndio unaona wanasiasa wanachukuanga kawaida. Niliona mwanamke mwingine anasema ati ya kwamba wazazi wale Gen Z waliuliwa, basi sameheni na tuendelee mbele. It is okay, but how can you forgive yet you don't see what we call justice? Forgiveness comes from justice. Don't take it is easy. Mtu aliye na bitterness amepoteza mtoto, amesomesha mtoto wake, aligharamika, labda hata wamelala njaa kwa sababu mtoto asome, alafu anauliwa mchana. Usiniambie mtoto huyo mzazi atasahau haraka hivyo. Huyo mzazi ako na bitterness. Na unakuta leo hii ukiangalia ushirika ya wananchi na askari is not good. Sio mzuri. Kwa sababu ya uchungu. Hata ukiangalia leaders wa leo na wananchi wa nchi hii, ushirika wao si mzuri. Kuna wale wa upande huu na kuna wale wa upande huu. Unajua mtu akiwa kiongozi anavaa wale watu wanaongoza wafurahie, wanaongozwa na mtu. Lakini ukiona wale watu wanapinga, basi inamaanisha uongozi wako si mzuri na wako na pita na wewe. So bitterness, maana inasema kwamba basi moyo uchua uchungu na nafasi yake, wala mgeni ashiriki furaha yake. Mgeni hawezi shiriki furaha yake. So wakati furaha inapokuja, mgeni hawezi akashiriki hiyo furaha. Bwana sio sana. Wale watu ambao mnatazama kwa mtandao, just share that clip on YouTube, on TikTok and also on Facebook, you can share. Wakati ambapo mtu aliye na uchungu anaishi katika maisha ambao ni ya uchungu, basi mpendwa, unakuta kwamba huyo mtu basi nafsi yake ama moyo wake uko katika hali ya ugonjwa. Inakuwa na kidonda. Inakuwa na kidonda ndani ya moyo. Na kidonda isiyoonekana, lakini itaonekana kwa action wakati jambo linatokea. Utaona huyo mtu vile ana react. Utaona huyo mtu vile analeta shida kwa sababu ya ile bitterness. Job chapter number 10 verse number 1. Turudi pale Job chapter number 10 verse number 1. Inasema hivi: nafsi inaochoka na maisha yangu, sitajisuia na kuua kwangu, nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Sitajisuia. Huyo ni Job anaongea hiyo maneno. Job ako na bitterness. Na ako na bitterness kwa nini? Amepoteza watoto, amepoteza mali. Ndoa ndio huyo mke wake anamwambia si utusi huyo Mungu wako na ukufe. Yaani amefika mahali ngozi imeharibika. Sasa huyu Job ako na bitterness. Baka anafika mahali anasema hata siku yangu, hata siku niliyozaliwa, hata narani hiyo siku. Yule mtu alikuwa na bitterness.
Ndio maana anasema ya kwamba nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Kuna mtu ambaye amechoka mpaka na maisha yake because of bitterness. Bwana sana. Bitterness inafanya mtu anachoka na maisha. Na anapochoka ndio sasa anatafuta kujiua. Anapochoka ndipo anatafuta kujitoa uhai kwa sababu ya bitterness. Hallelujah. Bwana Yesu sana. Bitterness. Wakati bitterness inapoingia ndani ya mtu, maandiko yanasema ya kwamba Job anasema amechoka na maisha yake. Sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena uchungu rohoni mwangu. Job ako na uchungu. Mpaka anasema ya kwamba sitaweza kujizuia. Nitanena uchungu wa moyo wangu. Kwa hivyo wakati mtu ako na uchungu, wakati mtu ako na mapita nasema na mauchungu ndani ya moyo wake, unakuta kwamba huyu mtu ukimkosea anaropoka, anatoa uchungu wote ndani ya moyo. Anatoa uchungu. Na uchungu unafuatananga na matusi. Unakuta mtu anaweza kukwambia, kwani wewe kwanza umkanyage kama huyu mama nisikia akiambia mwenzake, kwani wewe una macho? Hiyo macho yako ni decoration. Yaani huyo mama aliongea mpaka watu wengine wakajaribu, mpaka kwa daktari anakumbuka akajaribu kumwambia, "Mama si unyamaze tu. Si amekwambia pole." Mpaka huyo msichana akumbuka akachukua kitambaa akampanguza. Lakini akamuuliza, "Kwani hii macho yako ni ya nini? Basi si yeli utoe hiyo." Yaani huyo mama aliongea. Kumbe ni bitterness. Bitterness. Wakati hata maisha ya mtu imejaa na bitterness mpendo, hakuna kitu ambacho mtu hufanya kinakuwa kwa sababu ya ile uchungu iliyo ndani ya maisha yake. Uchungu ambaye imemkamata, anakuta kwamba kila kitu anaona akifai. Na ndio maana Job anasema ya kwamba uchungu wa moyo. Hebu tuende Job chapter number 9 and verse number 18. Job chapter 9 verse number 18. Tusome pia naye hapo uelewe. Aniachi nipate kufuta pumzi, lakini unichasa uchungu. Lakini unichasa uchungu. Kuna watu ambao unakuta kwamba hawapati kupumzika. Kila wakati wamejaa na uchungu. Kwa wale ambao wa runinga ya World Miracle Star TV, tutawaaga kwa muda mfupi unaokuja dakika 5 hivi. Lakini hiyo message yote utaipata katika Maximum Grace TV na station zingine. Na pale kwa YouTube pia utaipata Maximum Grace TV. Hiyo itakuwa iko complete. Bwana asifiwe sana. Na pia ni vizuri like and subscribe on that channel, Maximum Grace TV on YouTube. Utapata hiyo clip ikiwa hapo in full. Maana muda wangu pale kwa World Miracle Star TV, I'm about to complete the service or to end up the service. But now we can continue as a while as we went up. Maandiko sema kwamba aniachi nipate kufuta pumzi. Kwa hivyo huyu mtu aliona ya kwamba hata hakuna wakati ambapo anapata kupumzika. Uchungu ndani ya moyo, ukiwa na uchungu hauwezi ukapata pumziko, my brother and my sister. Unakuta unapolala basi unawaza, unachana mawazo, umechana huzuni, umejaa na kujiuliza maswali because of bitterness. Mtu akiwa na uchungu unakuta kila wakati anakuwa katika hali ya kujiuliza maswali. Hebu tuende katika kitabu kile Job chapter number 7 verse number 9 number 11. Job 7 verse number 11 inasema, kwa hiyo sita kisuia kinywa changu, nitanena kwa mateso ya roho yangu, nitalia kwa uchungu wa nafsi yangu. Anasema vizuri, kwa hiyo sitakisuia kinywa changu. Kwa hivyo mtu ambaye aliye na bitterness hawezi akajisuia mpendo kinywa chake. Anaongeanga, anatoa maneno kwa kinywa chake, anatoa maneno kwa nafsi yake. Yaani unasikia kwamba kila neno analolitoa ni neno ambalo unakuta kwamba ni neno la kuumiza moyo sana. Kwa sababu tayari huyu mtu akuna ugonjwa wa moyo. Huyu mtu tayari ameumia ndani ya moyo. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hawezi akajisuia katika kuua kwake.
Romans chapter number 3 and verse number 13. Romans chapter number 3 and verse number 14. Romans chapter number 3 and verse number 14. Naongea about how you deal with bitterness. Ile nasema hivi verse number 14. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Kwa hivyo wale watu ambao wako na bitterness, wako na uchungu wa moyo, wanakuanga na kulaani watu. Yaani ukimkosea kidogo atanena machungu. Ukifanya jambo ambayo litakalo umisa moyo wake atatoa machungu yote. Maana inasema ya kwamba kinywa inasema vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Hao watu wamejaa na laana na uchungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bala nani Esia Kimani. Esia Kimani anasema great word be praised. Amen. God bless you so much. 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 Esia Kimani. God bless you. Hallelujah. So maandiko yanasema ya kwamba hao watu wamejaa na uchungu wa moyo. Wamejaa na uchungu wa moyo. Uchungu wa moyo. Na huu uchungu unakuta kwamba wanakuwa na ile kutamka mambo kwa sababu ya bitterness. Kwa wakati hapo mpendwa uko na bitterness, hauwezi ukasuia kunena mambo mengine. Kuna mambo unaongea mpaka mtu anauliza, kwani ulikuwa unangojea tu uuzwe? Hujaiona wewe mtu ako na bitterness? Anaguzwa hivi, yani yale mambo ataongea mambo mpaka mtu anasema, "Ugai, kwani kumeenda aje? Ulikuwa unaongoja uguzwe. Ni nini nimekufanyia?" But this is because of bitterness. Machungu ya moyo. Wale watu wa World Miracle Certificate, God bless you so much. Tukutane pale katika runinga ya Miujiza TV, tukutane pale kwa Maximum Grace TV na station zingine ambazo ziko hewani wakati huu. Siwezi nikamention zote. Na pale kwa Maximum Grace TV, Grace FM. God bless you so much also. Basi maandiko yanatuambia hapa ya kwamba uchungu unajaa ndani ya moyo. Katika kitabu cha Matendo ya Mtume 8 na 8:23. Maandiko yanasema kwamba kwa maana na kuona huu katika uchungu kama nyongo, na tena huu katika kifungu cha uovu. Kifungu cha uovu. Kwa hiyo mtu akiwa na uchungu anakuwa katika kifungu cha uovu. Kwa nini? Huyu mtu ambaye ako na uchungu ama ako na bitterness anakuwa na uovu ndani yake. Kwa nini? Number 1, ni rahisi sana kuua. Number 2, ni rahisi sana kutukana. Number 3, ni rahisi sana kujiua. Huyo ni mtu ambaye ako na bitterness. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba kwa maana na kuona huu katika uchungu wa nyongo, na tena huu katika kifungu cha uovu. Bwana sio sana. Kwa hiyo mtu akiwa na bitterness ako katika kifungo. Pendwa, ni vizuri uchiondoe katika hiyo kifungo cha uovu. Hiyo kifungo cha uovu. Hao wanawake unakuta kwamba wanaua waume zao, ni uchungu wa moyo wako naye. Hao wanaume unakuta kwamba wanaua wake zao, ni uchungu wa moyo wako nao. Si kwamba wanataka, the big number ni uchungu inasababisha. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba unapokuwa na uchungu kama uchungu ya nyongo, basi uko katika uchungu wa kufanya kifungo cha uovu. It is very easy
kufanya chochote kisio kizuri kwa sababu ya uchungu wa moyo. Ni vizuri mpendwa, angalie. Kuna watu ambao unakuta kwamba hata achapona katika relationship, kisha anaingia kwa relationship nyingine kulipisha kizazi. Si ulinikataa, hata mimi naweza olewa, hata mimi naweza oa, ama hata mimi naweza pata mwingine. Sasa anaingia katika another relationship or in another marriage where akona bitterness, hata hiyo ingine haiwezi survive because achapona bado moyo wake, baada kuna uchungu. Sasa ile siku yule mwingine atamkosea, ile kidonda inaamkanga yote na inakaa mbaya. Ndio inaitwa bitterness. So usitafute bitterness, usitafute mahali pa kujificha, ama usilipishe kisasi kwa ajili ya bitterness. Bwana asifiwe sana. Ukilipisha kisasi kwa sababu ya uchungu, basi ndio uchungu itaongezeka. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bitterness. So my brother and my sister, ni vizuri ujue kuweza kuhandle hiyo bitterness wakati ambapo inakuja kwa maisha yako. Wakati ambapo unakutana nayo katika barabara zako ama katika njia zako. Basi unahitaji uelewe ya kwamba uweze kujua jinsi ya kuweza kuepukana na hiyo bitterness ama hiyo machungu. Nataka tusome maandiko hapo kisha nikupeleke njia za kuweza kukabiliana na hiyo bitterness. Tuone katika kitabu cha Ephesians chapter number 4 verse number 31. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Wewe umeinuliwa, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wewe unaweza, wewe unaponya. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wewe unaweza, wewe wainua. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Ephesians chapter number 4 and verse number 31. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Uchungu ndio ninazungumza siku ya leo. Bali nasema kwamba uchungu na uondoke kwenu. Kwa hivyo mpendwa, ruhusu uchungu uondoke kwako. Uchungu uondoke ndani ya maisha yako. Uchungu uondoke ndani ya moyo wako, kwa sababu uchungu, maana ningesema ya kwamba ni vyema ukaweze kuondoa uchungu ndani ya moyo wako. Ondoa uchungu, my brother and my sister. Usikubali uchungu uishi ndani ya moyo wako. Uchungu unaleta hata mtu kukonda. Uchungu unaleta mtu hata kujitoa uhai. Uchungu unaleta moyo wa mtu umia. Uchungu uleta madhara mingi ndani ya maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Uchungu. Hakuna jambo nzuri katika dunia hii kama kuwa na amani. I remember 2007 wakati wa crisis katika nchi yetu ya Kenya. Kulikuwa ni kubaya kwa Wakisii,
na kwa Wakikuyu. Sisi ndio tulikuwa target. Ukisikika we ni Kikuyu, kichwa inaenda. Ukisikika we ni Kisii, kichwa inaenda. Sisi ndio tulikuwa kwa hali mbaya. Sasa kukape ni one of my cousin akawa mgonjwa wakati wa crisis. Na ugonjwa iwezi ikasuiliwa. Basi ikawa lazima tumpeleke hospitali. Mungu alikuwa amenisaidia, nilikuwa najua Kimaasai. Sasa tukaenda hospitali. Mahali tulikuwa tumempeleka. Tukirudi njiani nikaona wale walikuwa wanapigana nasi. Ndio hao wanatoka mbele, vijana tu, wako na marungu zao, wako na visu vyao, wako na mikuki na nini. Nani mchana. Sasa nilipowaona, basi mimi nikaambia wale ambao tulikuwa na wao, waambia wacha tufanye aje. Tupite bande ile ya chini. Sasa tumeondoka katika rami, basi turudi pale kando ya barabara. Na wao ni kama walijua, nao pia wakageuka wakarudi pande ile ya kwetu. Kilichonisaidia, Mungu alikuwa amenisaidia kujua Kimaasai. Nilikuwa nimebeba karungu tu. Maana nilikuwa nimeishi na wao mpaka nimezoea kukaa kama wao. Sasa wakaniongelesha Kimaasai. Nikawaambia mimi naitwa fulani, na sikuambia jina hiyo ingine, jina ingine watajua ni mimi nani. Uzuri ni kwa shule sina ID. Kwa hivyo hawana njia ya kuniidhisha ID. Kaambia mimi naitwa fulani na ninakaa kwa fulani. Maana nilikuwa najua hata huyo mzee tulikuwa tunakaa kwake ni nani. Hapo ndipo sasa wale wakaita Kimaasai ya kwamba Wakisii. Mimi nikaambia wale tulikuwa na wao, nikaambia mtu akifungua mdomo, jifanyeni amchui kuongea. Maana nyinyi amchui hii lugha, nyinyi fungeni midomo yenu. Basi nikawaongelesha na nikawaambia sisi tulikuwa na mgonjwa na ndio tumeleta hospitali, sasa tunaondoka na tunarudi kule kwetu. Kaniambia basi nendeni. Na tukaenda tukiwa sawa. Sasa tukaishi njaa na tukasema wacha tuingie kwa hoteli moja ili diposa tukaweze kukunywa hata kachai angalau. Na tulipofika pale, kumbe naye kulikuwa naye kabila ile nyingine pale ndani. Wanakoroga kikwao. Na sisi tumeingia hapo. Tulipoingia basi mlango ukafungwa. Mlango ulipofungwa, sasa sijui tutafanyaje. Sasa mmoja aliponiangalia akaona sura yangu mimi ni Mluhya. Sasa na uzuri alikuwa ajui Kiluhya. Alipofikiria mimi ni Mluhya, basi naye ajui Kiluhya. Sasa akaniongelesha Kiswahili. Kaniuliza unaitwaje? Nikamwambia mimi ndio nilikuwa haraka kujibu. Maana nilikuwa najua tuko ferry list. So nikamwambia naitwa fulani. Na hapo nikamwambia ninaishi kwa fulani. Huyo mzee alikuwa anajulikana sana. Na alikuwa anajulikana si mtu mchache. Sasa hapo ndipo mlango ukafunguliwa, hata hiyo chai hatukukunywa. Nani anaweza kunywa chai? So watu walikuwa na bitterness kwa sababu ya hiyo 207. Wale watu ambao waliangamia. Wale watu ambao waliteseka, watu walilepiwa. Kuna watu walilepiwa wakapata watoto. Kuna watu ambao wengine walilepiwa wakapata magonjwa. Na watu wengine waliuliwa. So people wako na hiyo bitterness. Kwa hivyo mpendwa, hiyo uchungu ambayo iliyokutendekea, basi iwapo labda ulilepiwa, wenda labda mtu wenu aliuliwa, wenda labda kuna jambo ambao moja au lingine lililotendeka alikuweza kuwa nzuri, lakini kwa sababu ya hiyo basi likaleta machungu. Ndipo Mungu anasema ya kwamba siku ya leo ya kwamba tukapate kuondoa machungu hayo ndani yetu. Kwa hivyo mpendwa, haijalishi muda ule, haijalishi yale ambao umekutana nao kwenye maisha yakafunja moyo wako, yakaleta uchungu moyo wako, lakini Yesu anatuambia siku ya leo kupitia Ephesians chapter number 4 na verse number 31 ya kwamba tukaondoe machungu ndani yetu. Kwa hivyo tutakapoondoa machungu ndani yetu, hapo mpendwa, ndipo tunakuta kwamba hata nafasi ya kuzungumza na Bwana. Kwa hivyo ni vyema tukaondoe ndani yetu uchungu ili tukapate kutunza hata ndoa zetu. Tukaondoa uchungu ili tukapate kutunza hata watoto wetu. Tukaondoa uchungu hata ili tukapate kutunza hata nchi yetu. Tukaondoa uchungu
ili ndiposa tukapate hata kusimama na watu wengine, tukaondoa uchungu ili ndiposa tukaweze hata kuombea watu wengine. Maana kuna wakati ambapo mpaka mchungaji unakuta kwamba unakuwa na uchungu na washirika, sababu labda unawaombea na mwisho wanakuita devil worshiper. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa na hiyo uchungu, maana naombea mtu, nakumbuka kuna mama alikuwa wazimu, na yule mama alipoletwa basi naye nikamuombea. Baada ya kumwombea deliverance akakombolewa na akakuwa sawa. Sasa alienda akasema ile kanisa ya Maximum si kanisa nzuri. Hiyo kanisa, huyo pastor ni mchawi. Maana hii nimeenda kila mahali kuombewa na sijaipona. Huyo pastor anawezaje niombea siku moja na ananiombea madakika na mimi nimepona, hata sijui hiyo kitu iliendaje. Inawezekanaje? Huyo mtu si mzuri. Sasa akaenda akisema devil worshiper. Nakumbuka that time kulikuwa ni huyo mama alikuwa anafanya kazi kwa mshiri. And that time my wife alikuwa anafanya kazi kwa mshiri. Sasa siku ile mke alipoenda pale kazini, maana nilimfanyia deliverance on Sunday. Sasa kazini wanakutana on Monday. Even my sister alikuwa ameenda kwa hiyo kazi na ndiye alipeleka mke wangu kwa mshiri. Sasa wakiwa pale yule mama akaanza. Sasa unajua wanaongea kikwao na mke wangu ashikanishi. Sasa sister yangu anasikia hiyo lugha. Sasa ndiye alisikia ati kuna kanisa inaitwa Maximum, na yeye hakuwa anajua huyo ni dada yangu. Sasa yeye anaonyeshana mke wangu. Anasema unaona yule mwanamke yule ndio mke wake wa huyo devil worshiper. Sasa akawa hiyo ndio story ilikuwa kwa shamba. So sister yangu aliposikia akaulizia. Alipouliza sasa hapo ndipo sasa kukawa sasa kila mtu kwa hiyo kazi wanasikia kuna kanisa Maximum na hiyo kanisa ni ya devil worshiper. Sasa katika ile harakati sasa sister yangu akanipigia simu, akaniambia sikia fulani anasema ya kwamba wewe unatumia majini na ndio maana amepona mambo ya uwazimu, maana ameenda kila kanisa achapona. Wewe ulimuombeaje ukapona? Akapona. Basi mimi nikamwambia basi msisumbuke na yeye, achana na yeye. Sasa nikamwambia my wife, basi wewe achana na hiyo kazi na usiende kazi kama hiyo tena siku nyingine. Naye hapo ndika akatoka kazi. Na alipotoka kwa hiyo kazi, hapo ndipo Mungu akatukumbukia. Maana hata katika pale kazini mahali alikuwa anasema kwamba mimi ni devil worshippers, hapo ndipo washirika 7 walikuja kutoka kwa hiyo kazi. Na wao wanakuja kuomba, walikuwa wanakuja kuona devil worshipper anakaaje. Unajua watu wengi wanasikianga devil worshippers lakini hawachawahi muona. So walikuwa wanataka kuona devil worshipper anakaaje. So walipoingia, mmoja alikuwa na mguu imefura, mguu mmoja ilikuwa kubwa kuliko nyingine, ilikuwa imefura sana mwanamke. Sasa alipokuja na kaingia ndani, akasikia kana kwamba ile mguu imekuwa nyepesi. Hata sikumuombea. Nikamwambia ninasikia Mungu ananiambia mguu wako umepona. Na hapo ndipo akapona. Alipopona akarudisha habari pale kazini. Akaambia wale wengine, kawaambia ile kanisa tulisikia ni ya devil worshippers, mimi nilimepona hii mguu. Angalia vile mguu yangu inakaa na angalia vile ilikuwa inakaa. Basi kutoka hapo wale watu wakakuja kutoka kazi hiyo. Basi kukawa na wanaume 3 wametoka kwa ile kazi na kuna wanawake 4 wametoka kwa ile kazi. Leo hii tunaongea na wewe kwa yule wanadada waliokuja siku ya kwanza ukuona devil worshiper anakaaje. Leo hii tunaongea na wewe wanakuanga kazi outside in Kenya. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo kitu nilikuwa nakumbuka inaniuma. Nasikia nimeombea mtu na sasa ametoka uwazimu, achatoa hata sadaka na ananiita devil worshippers. Sasa nikakuja siku moja Mungu akaniambia, "Ni nini wewe unashinda hapo? Mimi ndio nimekuita, achana na wao. Wacha waongee na wewe endelea na kazi nimekuitia." Sasa hapo ndipo nikasikia kumbe hata najisumbua pule. Na hapo ndipo nikapona. Nikakwaza siwezi nikakosa kuombea washirika. Maana nilikuwa nasikia kama mtu sio mshirika wangu siwezi muombea. Sasa hapo ndipo Mungu akanisaidia nikapona ile bitterness. Leo hii ninaombea mtu hata akienda aniite devil worshippers, I don't care. I do my work, God has called me. Na hata akienda aniite mganga, mimi sijali hiyo, lakini sasa fanya ya kwangu na hiyo nyingine ninaachia Mungu. Kwa hivyo kwa sababu ya nini? Sasa nimekubali kupona. Nimeondoa bitterness. Kuna wakati tumetoa tabaka fedha zetu tunapea watu. Tunapowapea mwisho wanatuita machina. Mpaka siku moja nikamwambia my wife, sasa sisi tutashinda tukipea watu pesa. Sisi tunatoa nguo zetu mpaka tunamaliza nguo hatuna, tukipea watu na mwisho wanatutusi. Mwisho wanatuita sisi ni waganga.
mimi sitaombea watu. Mtu mwenye anakuja kanisani aombe aende nyumbani. Sasa siku moja nikiwa nimekaa, sasa hiyo mke wangu ananiambia, wewe fanya kazi yako, Mungu amekuitia, achana na hiyo. Na nilikuwa naona, lakini sasa mimi nasikia mimi niko na ile uchungu. Sasa mpaka wakati mpendwa niliachilia. Sasa hapo ndipo nikaanza, sasa ninaweza saidia mtu, naweza ombea mtu. Sasa alipe, atoe sadaka asitoe, aongee asiongee, I have to do the work God has called me. Hallelujah. Bitterness, this is very dangerous. Ondoa uchungu mpendwa ndani ya maisha yako. Ondoa uchungu ndani ya moyo wako. Ondoa uchungu ndani ya jamii yako. Ili yule uchungu utakapoondoka, basi maisha yako itabadilika. Maisha yako itakumbukwa na Bwana. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba ondoeni machungu kwenu. Bwana asifiwe. Sasa number 1, jinsi ya kuondoa uchungu ndani yako, lazima ukubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Unapomkubali Yesu, hapo ndipo sasa moyo wako unaanza kupona. Twende katika kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango ule ni wa 5, aya yake ni ya 17. Second Corinthians chapter number 5 verse number 17. Maandiko yanasema, mtu yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Pamoja na ya kale yamepita, hali mpya imefika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mtu akiungana na Yesu Kristo, ya kale yamekwisha, ya kale yamepita, sasa yanafanyika mapya. Mapya yanakuja. Wakati unapompokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako mpendwa, unaungana na Yesu Kristo kuwa katika pindo moja, kuwa katika bando moja, kuwa katika connection moja, kuwa katika roho moja. Basi maandiko yanasema kwamba na ya kale yamekwisha, sasa mapya yanafanyika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama ulikuwa na machungu, wakati unapomruhusu Yesu aingie ndani yako, hauwezi ukapepa watu tena na Yesu ndani yako. Lazima Yesu akae ndani yako na wale watu uliowapepa waondoke. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuweza kudiri, ama the way you can deal with this spirit of bitterness is to receive Jesus Christ as your personal savior. Hallelujah. Mkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Na unapomkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako mpendwa, hapo ndipo neno la Bwana linatusaidia kuelewa ya kwamba ya kale yanapita. Waliokujeruhi, waliokuumiza, waliokufanyia dhihaka, waliokufanyia mabaya, yote yanakwisha, yote yanaondoka, kwa sababu ya kwamba God anakuja kutenda mambo mapya. Our prophet always normally say this: the beautiful are not yet born. The beautiful are not yet born. Kwa hivyo mpendo, ni lazima uelewe ya kwamba mazuri bado hayajasaliwa. Hayo ndio mazuri ambayo yanahitaji kusaliwa, na yanaposaliwa yanahitaji mtu ambaye moyo wake ni msafi. Maandiko yanasema ya kwamba heri walio na moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Walio na uchungu wa moyo mpendwa, hawezi wakamuona Mungu. Hawezi ukawa na moyo wa uchungu kisha unatoa sadaka yako inakubalika mbele za Bwana. Haiwezi kubalika. Maandiko yanasema ya kwamba ukikumbuka uko na jambo na mwenzako, basi urudi, uache sadaka yako kwenye madhabahu, uende kwanza mpatane na yeye, kisha urudi kuitoa sadaka yako. Kwa hivyo unapokuwa na bitterness, hata kama uko ndani ya kanisa, hata kama uko ndani ya kanisa kubwa ama kanisa ndogo, hilo kanisa unalolikwenda, iwapo uko na uchungu, sadaka yako ikubariki mbele za Bwana. Sadaka yako Mungu haijui. Sisi kama mapastors tutachukua, tutachangia kanisa, tutakula, tutafaa suti, tutafanya yote, lakini wewe hakuna kitu utapata, kwa sababu Mungu hataki sadaka yako. Hata sisi tunakula kama watu. Mungu hata yeye akopokeangi hiyo sadaka. Sisi tunaitumia kama watu, lakini haileti baraka kwako, kwa sababu uko na bitterness. Mpendo, ondoa bitterness ili ya kale yakwishe, yapite, na wewe basi uweze kuwa huru. Jambo lingine la kusaidia mtu ambaye ako na bitterness aweze kuwa huru ni kwa sababu ya kitu tunaita msamaha. Unapokuwa na msamaha mpendwa,
ndipo inaleta wewe kupona machungu yako. Bitterness inaondolewa kupitia msamaha. Bwana asifiwe sana. Bitterness huletwa katika msamaha. Katika kitabu cha Matthew chapter number 6 and verse number 14-15 inasema, maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamea nyinyi pia. Lakini msipowasamea watu makosa yao, naye Baba yenu atawasamea nyinyi makosa yenu. Kwa hivyo tunapowasamea, hata Baba wetu atatusamea. Hebu imagine mpendwa, leo hii umekataa kusamea huyo mwenzako. Umekataa kusamea huyu aliyekukosea. Umekataa kusamea huyu ambaye aliyekuumiza moyo wako. Je, wewe unahitaji aje Mungu akusamee? Na kila mtu hufanya makosa siku baada ya siku. Anawezaje kukusamea? Na anasema ya kwamba iwapo tutasamea watu. Kwa hivyo ni condition ya kusamea watu ili Papa wetu pia atusamee. Kwa hivyo mpendwa, ni jukumu lako na langu tukapata kusamea wote walio tujeruhi. Tusamee wote walioumiza mioyo yetu, ili Baba wetu naye pia wa mbinguni akapata kutusamea. Kuna wengine mlijeruhiwa na wazazi wenu. Kuna watu ambao unanitazama siku ya leo, ulirepiwa na baba yako. Na labda hata uko na mtoto huyo baba yako. Unapomtazama unasikia uchungu, basi ni wakati wako ukapata kumsamea. Ulirepiwa na mtu ambaye aliyekuwa wa jamii yenu. Unapomuona unasikia machungu, basi ni wakati wako wa kumsamea. Wengine wakati wa crisis, wengine wakati wa maandamano. Kuna watu ambao mliathiriwa kwa jambo moja lingine, katika kuuawa watoto wenu, katika kuuawa wazazi wenu, katika kuuawa kwa mandugu zenu, madada zenu, katika kulepiwa, katika kudhulumiwa kwa jambo moja au lingine. Basi ni wakati wa kusamea. Na unaposamea, hapo ndio mpendwa, bitterness itaondoka. Bali yasema ya kwamba basi Baba wetu wa mbinguni anatusamee wakati ambapo nasi tunapowasamea wenzetu. Tunapowasamea mandugu zetu, tunapowasamea maadui zetu, hapo ndipo Mungu wetu naye pia anatusamea. Kwa hivyo ni katika kuweza kushinda hili jambo la bitterness ama roho ya bitterness ni katika msamaha. That's number 2. Tuende katika kitabu cha Luke chapter number 23 and 34. Luke chapter number 23 and verse number 34. Biblia inasema hivi: Yesu akasema, Baba, uwasamee kwa maana hawajui wanalolifanya. Yesu mwenyewe akasema ya kwamba Baba uwasamee maana hawajui wanalolifanya. Kwa hivyo mpendwa, si lazima mtu akuja kuombe msamaha ili umsamee. Unaweza ukamsamee basipo yeye kuja kuomba msamaha. Ndio maana Yesu anawasamea bure. Yesu anawasamea basipo kuja kumwomba msamaha. Anasema Baba wa mbinguni, wasamee watu hao. Wasamee maana hawajui watendalo. Bali yasema kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mtume, Stefano anapiwa mawe na alipokuwa anaenda kukata roho, bali yasema kwamba akainua macho yake na akasema, Baba uwasamee maana hawajui watendalo. Na hapo maandiko yasema kwamba naye mbingu ikafunguka. Kwa hiyo mpendwa, wakati unapowasamea watu waliokukosea, waliokutendea maovu, waliokufanyia tiaka kwa jambo moja au lile lingine, unapowasamea mbingu inafunguka. Stefano alipowasamea, hapo ndipo aliona mbingu imefunguka. Yesu alipowasamea, maandiko yanasema ya kwamba hapo ndipo sasa Roho wa Mungu akaacha kumsaidia. Yesu alikufa lakini alifufuliwa. Kwa sababu hakukufa akiwa na uchungu. Alikufa akiwa na msamaha ndani yake. Maana maandiko yanasema kwamba akasema wasamewe maana hawajui watendalo. My brother and my sister, it is good to forgive
no matter what has done for you. In the book of Luke chapter number 6 and verse number 7. Luke 6:7. Biblia inasema usiwahukumu wengine nanyi mtahukumiwa. Msiwaraumu wengine nanyi mtaraumiwa. Wasameeni wengine nanyi mtasamehewa. Usihukumu mwingine. Usimraumu mwingine. Kulaumu baba yako, kulaumu mama yako, kulaumu jirani yako, kulaumu pastor wako, kulaumu rais wako, kulaumu kiongozi wako, kulaumu nani? Maana yanasema kwamba tusiraumiane na tusihukumiane, bali tusameane. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema ukasamee. Si wakati wa kucomplain. Si wakati wa kuhukumiana. Ni wakati wa msamaha. Ni wakati wa kusamea mwenzako. Ni wakati wa kuleta msamaha ndani yako. Tunapoenda kusherehekea katika msimu wa Pasaka, mpendwa, usikubali Yesu. Tunapokumbuka siku yake ya mateso na kusulubishwa kwake, basi kusiwe ni wakati wako wa kuingia katika kusanyiko la Pasaka ili moyo wako bado uko na uchungu, bali usamea watu, samea waliokukosea, ili unapoingia katika kusherehekea pamoja na Yesu Kristo katika mateso yake na kifo chake na kufuka kwake, basi ukuta ya kwamba unafufuka na moyo wako ukiwa machungu imeondoka. Bwana asifiwe sana. Machungu yameondoka. Usisherehekee Pasaka yet you have bitterness in your heart. Usikubali mpendo. Kubali kusamea. Andika sema kwamba tusihukumiane wala tusiraumiane, bali tusameane. Kwa hivyo kubali kusamea leo. Mume wako alikukosea, mke wako alikukosea, mtoto wako alikukosea, mzazi wako alikukosea, jirani yako alikukosea, kiongozi wako alikukosea, pastor wako alikukosea, mshirika mwenzako alikukosea. Yeyote yule aliyetenda mabaya kwako, kubali ukamsamehe. Ukubali ukamsamehe. Ni wakati wako wa kuleta msamaha ndani ya moyo wako. Ni wakati wako wa kukubali ukapata kumsamehe. Katika kitabu cha Luke chapter number 17 and verse number 4. Hiyo njia ya msamaha ninataka sana kuzingatia ili ukapata kusamea, sababu ni wakati wa Yesu Kristo kuteswa na kufa na kufufuka kwake. Biblia inasema, na kama akikosa mara 7 kwa siku na kila mara akirudi kwako akisema nimetubu, lazima umsamehe. Inasema kwanza vizuri, lazima umsamehe. Mtu akikosa hata kama ni mara 7 kwa siku. Sijui kama leo kuna mtu anaweza vumilia hiyo. Mtu akukosea asubuhi, aende kidogo, akuje tena akukosea, aende tena, akuje tena akukosea, ati mara 7 kwa siku. Imagine. Unaweza? Bwana asifiwe. Ati mara 7 kwa siku. 7 times per day. Hebu imagine huyo mtu aende akosa arudi. Aende akosa 7 times. Na wanasema kwamba lazima umsamehe maana amerudi kutubu. Na Yesu akasema hata asiporudi wewe umsamehe. Kwa hivyo si wote watarudi kuomba msamaha, lakini kuna wale watarudi kuomba msamaha. Kwa hivyo msamehe. Hata huyo mume wako alikosea, msamehe. Na si lazima urudi uishi na yeye, lakini muachilie. Huyo mke wako alikukosea, msamehe, mpe freedom. Ondoa ndani ya moyo wako aliyekufanyia. Haleluya. Huyo mzazi wako aliyekutendea maovu, huyo rafiki yako aliyekutendea maovu. By the way, I have my friend. Tulifungua na yeye hoteli. Na hoteli ikashika vizuri, akaoa mbele yangu. Mwisho aligeuka akaninyang'anya hiyo hoteli. Akaita rafiki yake mwingine hapo, wakaungana wakaniweka nje. Sasa hiyo sina hata shilingi. Hata sijui maisha nitaanzia wapi. Na hiyo pesa nimetoa kwa Kwale, nimepiga kokoto. Sasa nimekuja nimefungua hoteli ndio hiyo imeenda. Sijui nitaanzia wapi. Baadaye akanitafutia wakora waniue, lakini Mungu akanihifadhi.
nilikuja nikamsamehe. Na hakuniomba msamaha. Lakini moyo wangu nilipookoka nikasikia tu nimsamehe na nikamsamea. Na sasa hivi tunaongeleshana kwa sababu nilimsamea, moyo wangu hauna chuki na yeye. Lazima mpendo ukubali kusamea. Na si wote watarudi kuomba msamaha, but just forgive them. Na marafiki zako ulikuwa na wao wakakutendea mabaya, wewe wasamee. Wasamee. Wengine uliwasaidia na mwishowe wakakutendea mabaya, wasamee. Wengine hata uliwasomesha, mwishowe wakakufanyia mabaya, wewe wasamee. Kuna watu ambao uliwatendea mazuri lakini wakakulipa na mabaya. Mwimbaji Rose Mwana anasema ya kwamba basi wasamee. Wasamee waliokutendea mabaya. Mwimbaji mmoja ambaye anaitwa nani huyu? Anaitwa nani? Solomon Mkubwa. Anasema ya kwamba moyo wangu uwasamee pule. Moyo wangu wasamee. Jambo la msamaha ni jambo la hekima. Boni Mwaitaka anaimba hiyo. Anasema ya kwamba jambo la msamaha ni jambo la hekima mpendo. Wasamee waliokukosea. Kusamea si ujinga, bali ni hekima. Msamaha si ujinga, ni hekima. Wasamee. No matter walichokutendea. Nasikia tu ndani yangu ya kwamba hao ambao umepepa ndani ya moyo wako, ukiwasamea leo ni mwanzo wako na maisha yako mapya. Wasamee waliokutendea. Kuna siku moja mama mmoja alikuwa ananiongelesha, akaniambia alilepiwa na wanaume 7. Na hapo akapata mtoto kutoka kwa hiyo raping. Hilo jambo linamuumiza moyo wake. Kwa muda mfupi yule mtoto alikuja akakufa. Ajui mtoto alikufa aje, ajui kulienda aje. Sasa alikuwa anakumbuka amelepiwa, amepata mtoto, na mtoto all of a sudden amekufa. Hilo jambo lilikuwa linamuumiza moyo wake. Anashindwa hata kuambia pastor wake. Sasa aliponiona nikihubiri kwa runinga, kanipigia simu akaniambia, man of God, naomba tu nishare na wewe. Na tukashiriki na yeye, akaniambia mimi hili jambo linitendekea. Na hilo jambo nasikia likiumiza moyo wangu. Nikamuongelesha, nikamuadvise, nikamwambia Mungu akupe nguvu na uwasamee. Nikamuuliza kama anawajua, akaniambia si wajui mimi. Na hata sijui walienda aje, lakini niko na machungu sana. Maana walinilep na nikapaki na ujauzito. Wao ni jambo lilimuumiza mpaka wakati nilipoongea naye na tukaomba naye na akasikia kuwasamea. Nikakuja nikapoteza simu, naye sikumpata tena. Kutoka hapo sijui kulikuja kukaenda aje. Naye achawe nipigia simu. Maana hiyo namba nilikuwa natumia siitumii tena kwa sababu ikuje kakuwa nilikuwa nimeregister na ID ya my angle na singeweza kufanya replacement. So nakwambia mpendo ya kwamba inawezekana kuna jambo ambalo lililotendewa na si jambo lililokufurahisha. Ni jambo lilileta machungu ndani ya maisha yako. Labda ni mtu alichukua mume wako. Labda ni mtu alichukua mke wako. Labda ni mtu aliumiza mtoto wako. Kwa jambo moja au lile lingine unalijua. Basi kubali kuwasamea siku ya leo. Jambo lingine la kusaidia mtu kudiri na hilo ya mauchungu ni kukubali. Ukubali yaishe. Kubali vile yalivyo. Yasatendeka, basi kubali, accept vile ilivyofanyika. Lazima ukubali ndani ya moyo wako. Kuna watu ambao unakuta kwamba kuna mtu ambaye wanakuta kwamba wamerepiwa, ama unakuta kwamba mtu amemdanganya na amempatia HIV. Sasa huyo mtu anapokumbuka ile ugonjwa, unakuta ako na ile uchungu. Basi baka unakuta kwamba baka mtu huyo achikubali ili akaweze kusurvive, na asipokubali ile HIV inamuua. Mwingine unakuta kwamba labda ni mume wake ameenda na ameleta hiyo ugonjwa. Mwingine labda hata ni mke wake ameenda na ameleta hiyo ugonjwa. Kuna siku moja kuna mtu mmoja ambaye ni mchungaji. Walikuwa wanakosana na mke wake anaenda naye, kumbe mke wake alikuwa si mtu mwaminifu. Alienda na akakuja na HIV. Na pastor akachikuta ako na HIV. Sasa wanapokuja kupimwa wanachikuta wako na HIV.
Sasa hiyo jambo ikaweka pastor kuwa na uchungu sana, maana amekitunza. Sasa ndio huyo mama amemletea ugonjwa. Sasa mpaka huyu mtu apate kusauliwa ili apate kuachilia. So ukitaka mpendwa katika maisha haya ili uweze kuondoa bitterness, lazima ukubali. Kubali vile ilivyo. Yaani kubali imetendeka. Ulikuwa na mali yakaisha, kubali yameisha. Mtoto alikufa, kubali alikufa. Mzee alikufa, kubali alikufa. Mke alikufa, kubali alikufa. Huduma ilikufa, kubali ilikufa. Yaani kila ambacho kilichoumiza moyo wako, basi kubaliana nayo ya kwamba isafanyika. Isafanyika na uwezi ukairudisha. That's now the way you can deal with this spirit of bitterness. Kubali. Jambo lingine ni kwamba kuachilia yote. Kuachilia kilichofanyika. Sasa ukisa kubali, basi unaachilia. Isa kufanyika sawa. Achilia sasa. Kama ni mume wako aliyekutupa, achilia yeye. Mke wako achilia yeye. Watoto waachilia wao. Chochote ambacho kiliumiza moyo wako, basi kiachilie. Hapo unapoachilia ndipo sasa unakuta kwamba unaweza, hiyo uchungu inaweza kaondoka. So achilia katika hiyo kilichofanyika. Wale ambao waliokutendea, labda waliua watoto wako, wengine walimaliza kazi yako, wengine walisababisha ukafutwa kazi, sijui ni nini ambacho kinaumiza moyo wako. Lakini sasa ndio uweze kuondoka katika hiyo bitterness, mpendo, lazima uachilie. Mimi niliachilia wakati ambapo niliumizwa moyo wangu. Nimesaidia watu wameniita devil worshiper, ilibidi niwaachilie. Nimesaidia wachungaji wamenilipa mabaya, ilibidi niwaachilie. Bwana asifiwe sana. Ni kuachilia. Katika kupona kwako kuna kuja katika kuachilia. Achilia yote waliokufanyia. Achilia yote waliokutendea. Achilia yote uliyokutana naye. Jambo lingine ni kwamba ya kukusaidia kuweza kudili na hilo ni kusahau. Sahau yale ambayo yaliyotendeka. Sahau yale ambayo yaliyokufanyikia. Katika kitabu cha Isaiah chapter 43 and verse number 18. Isaiah chapter number 43 and verse number 18. Sahau yote yaliyofanyika au yaliyotendeka. Biblia inasema msinganganie mambo yaliyopita, wala msifikirie vitu vya zamani. Kwa hivyo lazima usahau yale yaliyopita. Usifikirie mambo ya zamani, ya kwamba alikufanyia, ya kwamba ilifanyika. Sasa usifikirie hapo. Samea, achilia, kubali. Kubali Yesu. Basi sahau pia na usiyasifikirie. Kusahau ni kuacha kuyafikiria. Yalifanyika, yakisafanyika basi achilia. Usiyatafakari tena. Usiyakumbuke tena. Usiyafikirie tena. Hivyo hiyo ndiyo njia ya kukusaidia kuweza kuachilia na kuweza kupona katika bitterness. Jambo lingine ni kwamba songa mbele. Songa mbele na maisha yako. Ukisa samea mtu, ukisa kubali Yesu ndani ya maisha yako, ukisa yakubali yametokea, ukisa yasahau yote, basi sasa songa mbele with your life. Move on with your life. Songa mbele na maisha yako sasa. Sasa songa mbele na hali yako sasa. Usikubali kukaa hapo. Katika kitabu cha Job chapter 23 verse number 8. Job 23. Tusoma hapo na wewe verse number 8. Biblia inasema hivi: tazama na kwenda mbele lakini simpati. Narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Hivyo songa mbele. Job anasema ya kwamba ninasonga mbele na simuoni. Na ninaporudi nyuma vile simuoni. Kwa hivyo nikusema hali ile ambayo iliyokutendekea, basi inakubidi usonge mbele. Maana kule mbele hautakutana nayo. Na ukirudi nyuma hautakutana nayo. Kwa hivyo nikusema ya kwamba kama ulikuwa na fedha zimeisha, basi songa mbele
Usirudi pale, maana hizo pesa hautasipata. Songa mbele pale, hautapatana na kuisha kwako tena, bali utakutana na mambo mapya. Sasa Yakobo anasema ya kwamba ni tazama nimekwenda mbele lakini simpati, narudi nyuma lakini siwezi kumuona. Kwa hivyo ukisonga mbele, basi mpendo, unakuta kwamba hiyo ndiyo njia inakusaidia kuweza kuelewa na kusamea na kuleta ile bitterness kuondoka ndani ya maisha yako. So you have to move forward. Continue with your life. Continue what you are doing. Don't focus what you have passed through. Maana watu wengi hupoteza muda katika yale wamepitia. Kwa hivyo mpendwa, ni usamee na kapate kuachilia, kapate kukubali, kapate kusahau, na katika hiyo usonge mbele na yale ambao Mungu anakuwekea. Katika kitabu cha Exodus chapter number 14 verse number 15, tunapomalizia hapo, kwa sababu ya muda wangu pale kwa runinga pia wananiarifu kwamba muda wangu umekwisha. Katika kitabu cha Exodus 14 verse 15, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, kwa nini mnanililia? Waambie Waisraeli waendelee mbele. Kwa hivyo hawa ni wana wa Israeli, wamefika mahali ambapo wamefika mwisho. Wanaona kana kwamba hakuna barabara, maana wamefika katika mto. Wamekuwa katika hali hata hawajui watakalo kwenda. Wakiangalia upande huu mwingine ni milima, upande huu mwingine basi maadui wanatoka. Hapo mbele basi kulikuwa na maji, lakini wakaanza kulia. Naye Mungu akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli waangalie, wasonge mbele. Kwa hivyo mpendwa, unaposonga mbele kuna vitu ambao unakutana nazo. Lakini unapobaki hapo ukiwa unalia kile ambacho kilichotendeka, ukiwa bado unachihurumia, basi unaendelea kuchawa na bitterness. Kwa hivyo forget and move forward. Songa mbele. Forward ever and backward never. My uncle ni mwanajeshi, na nilikuwa naona wakati mwingi unakuta kwamba kila anachokitaka kufanya lazima kifanyike. So ana ile retreat. No retreat and no surrender. That's hiyo ni mood ya wanajeshi. Kwa hivyo na wewe hauhitaji mpendo ukaweze kurudi nyuma. Unahitaji usonge mbele na kutafakari maisha yako na kuamini ya Mungu maisha yako mbele, kwa sababu ya kwamba ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Kwa hivyo mpendo, siku ya leo ningependa tunapomalizia ibada ya leo ukakubali kusonga mbele, ukakubali kuondoa bitterness katika moyo wako, na hapo ndipo Mungu atakapokuja na kukusaidia. Nataka kuomba na wewe, chukua maji yako pale nyumbani, na unapochukua maji yako pale nyumbani, basi hiyo maji tunataka tuombe na wewe, na ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kuachilia neema. Na kabla sijaomba kuachilia yale maji ili nifanye muujiza hapo nyumbani kwako, ndiposa naekanga maji kwa nyumba kwangu hapa, na wewe uweke hapo kwako. Mimi nikiweka kutoka kwa studio, na wewe unaweka kwako hapo kazini, kutoka hapo safarini, kutoka hapo. Na mama mwingine aliniambia ninunue hapa kwa duka, alikuwa mgonjwa na ugonjwa ionekani hospitali. Ninunue maji kwa duka, nikamwambia nunua hata hiyo ya duka, maana mimi nataka the point of connection. Chukua hiyo maji nikuombea hapo. Na nikachukua, akachukua akaniambia nimesanunua. Nikamwambia basi amini tuombe. Na nikamwombea barabarani, akakunywa ile maji. Jioni alikuwa sawa, lakini watu wanasahau. Sasa baadaye na wakati amepona, sasa hata nikimpigia simu hawezi chukua. Hiyo ndio shida ya watu. Hajui ku maintain muujiza. Hajui ku maintain muujiza. Ametafuta, amefanyiwa kila picha na ugonjwa ionekani na aponi. Nachukua maji kama haya na yaombea, na ni yake tu anachukua hapo kwa duka, na anatendewa na anasahau Mungu. Bwana siwe sana. Sasa kuna watu ambao nimeombea na wao na wametendewa. Mama mwingine nikaombea maji, anamwambia nataka niombe na wewe na hiyo maji ukunywe. Alikuwa anasumbuliwa na tumbo, alikuwa ameambiwa usikule sukuma, usikule kiteri, usikule sijui nini, usikule sijui machani, sijui nini. Alikuwa ameambiwa vitu mingi. Alipokunywa hayo maji akaenda akaara. Alipoara akasema hiyo shida hata alisahau ajui ilikwenda aje. Sasa hakuna kitu hawezi kula.
Na si mmoja nimeombea akisudia, na acha niona this truth this water. So wakati nakukwambia weka maji kwa nyumba yako, weka maji kwa kikombe ama kwa glass, basi weka. Amini tu. Mungu ananitumia kwa miujiza. Kwa hivyo ninapokuambia ninajua ninasema nini. Nataka kuomba na yule ambaye hujaokoka. Maana tumesema pale kuomba kupona hii katika bitterness lazima ukubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Nataka uwekelee mkono mmoja wako kwa kifua chako na mkono mwingine uinue mkono mmoja juu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Nimedhambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo Bwana Yesu, nisamee dhambi na makosa yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimeokoka. Njoo ndani yangu na ufanye makao ndani yangu. Unifanye kuwa mwanao, nifanye kuwa kiumbe kipya. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Sema amina kama umeokoka. Tafuta kanisa iliyo karibu na wewe, naye abudu Mungu kwa roho na ukweli. Basi nenda pale ukaweze kushiriki na wao. Na unapofika pale shikilia kasi ya Bwana. Waambie niliombewa na Apostle Daniel HM kwenye runinga ama kwenye mtandao, na hapo ndipo nikapata kuokoka. Na kama ungependa ushiriki nazi, chukua namba yangu unipigie, nikuelekeshe mahali ambapo tunapatikana, na Mungu wa mbinguni atakusaidia na atakutenda mema. Nitakupatia namba after this service. Wewe tegea hapo. Nataka kuomba na maji hapo nyumbani. Na kama una maji chukua hata soda. Kenye uko nacho ndio ninaombea. Na kama una kabisa uko na tunda hapo, chukua hata hiyo tunda weka hapo ama ndizi. Nikuombee. Lakini kuna mtu anakosa maji kweli. But chochote ambacho is a point of connection. Ninapoombea hii yangu yako naye pia hapo nyumbani, muujiza inafanyika. Tuombe kama uko tayari. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu na mwenye mamlaka, na kuinua kwa ajili ya mpendo huyu Baba mwenyezi aliyeokoka siku ya leo, na muombea baraka zako na amani yako na ushindi wako. Naomba kwa ajili ya huyu Bwana alikuwa anapitia machungu ndani ya moyo wake. Alipitishwa kwa mume wake, alipitishwa kwa mke wake, alipitishwa kwa mzazi wake, alipitishwa kwa watoto, alipitishwa kwa kila aina Jehova Jireh ya machungu. Bwana, ninatangaza apone katika jina la Yesu. Anapokunywa haya maji yakaondoe mauchungu yote ndani ya moyo wake. Kila bitterness kwa moyo, kwa roho Bwana, natangaza yeyuke na iondoke kwa jina la Yesu. Naachilia roho ya msamaha. Naachilia Bwana kuachiliwa kwake kutoka kwa kila kifungo chote cha uovu katika jina la Yesu. Haya maji Bwana natakasa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tangaza iwe na nguvu na mamlaka na uwezo wako. Aliye mgonjwa na apone, aliye tasa na utasa ikauke. Aliyefinyiliwa Bwana na maroho yakamwachilie. Wanayoota spiritual husband, spiritual wife, imuondokee katika jina la Yesu. Kila nguvu zote za utawala wa giza natangaza imwachilie, my Father, my Redeemer. Ninatangaza watoto hao wakombolewe. Huyu kijana akombolewe, huyu mama akombolewe, huyu mtoto, na hata huyu Bwana, huyu mzee akombolewe. Wale wamekaliwa na ulevi, wanapokunywa hii maji Bwana, ulevi ikauke. Kila kiu yote Bwana ya userati, kiu Jehova Jireh ya ulevi, kiu yote ya kila aina, na atangaza anapokunywa hii maji, hiyo kiu ikauke, my Father, my Redeemer. Yesu akakutana na yule mwanamke kwenye kisima ya Samaria, my Father. Alipokunywa yale maji, Yesu akamwambia ya kwamba ungejua nani anaye kuomba maji, basi ungempa maji ya kunywa na ungeona kiu tena. Nami natangaza kwa jina la Yesu, anayekunywa maji haya hataona kiu tena kwa jina la Yesu. Naachilia uwezo na mamlaka. Kuanzia dakika hii Bwana, muujiza uanze kutendeka kule nyumbani. Muujiza uanze kutendeka kule safarini. Muujiza uanze kutendeka pale kazini. Muujiza uanze kutendeka popote katika taifa la Kenya. Muujiza uanze kutendeka katika Bwana dunia nzima, in the name of Jesus. Wote walioamini achilia uwepo na nguvu. Baba, kwa jina lako Bwana yote inawezekana. Boza na kuaminia ya kwamba yeyote atakayekunywa maji haya Baba akasudia amepona, alsasi kauke, amepona
Mateso imefika mwisho in the name of Jesus. Asante Bwana na watu utukuzwe milele. Kwa jina la Yesu mfalme. Naomba hata kwa ajili huyu Bwana anayetoa sadaka yake, anayesupport kazi yako iendelee. Na wabariki Bwana, na nena baraka na ushindi wako. All partners na nena ushindi wako. Wasibaki kuwa vile tena. Baba, ukainue maisha yako. Baba, ukawatetee kuanzia leo, maisha yao yaende viwango vingine. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Amen. Amen. Chukua hiyo maji ukunywe. Amen. Nami nimekunywa yangu hapo. Kwa nini nakunywa yangu? Tufanye muujiza pamoja. Mchungaji anayefanya deliverance ana operate kutoka kwa akili. Vile akili nampatia ndivyo anaachilia. Kwa hivyo nimeachilia hapo kupona, nimeachilia hapo kukombolewa, nimeachilia hapo kuinuliwa, nimeachilia hapo kwenda viwango vingine, nimeachilia hapo uponyaji wa rohoni kwa jina la Yesu. Kuna wengine mtasikia tumbo zinaleta kisirani, ni kukombolewa. Don't worry about that. Wengine mlikuwa mnasumbuliwa na kichwa, hiyo kichwa itaisha. Kila aina yote ya magonjwa ilikuwa inakusumbua imekwisha kuanzia dakika hii kwa jina la Yesu. Uko hapo ungependa kunifikia kupitia namba yangu ya simu, unaweza ukachukua namba hii ya 0746106163. Wala ambao mko nje ya Kenya mwezi nifikia kwa hiyo namba, basi nipate kwa WhatsApp namba +254 0717 358579. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki na watende mema sana na wainue sana, na uchungu wa mioyo uondoke kuanzia leo kwa jina la Yesu. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, waliofanikisha ibada hizi, wote walikuwa kwa upande ule wa vyombo, wote walikuwa katika studio upande ule wa pili, kwa jambo moja au nyingine walikuwa wanashiriki kwa ajili ya ibada iweze kuendelea kwa hewani kwa njia iliyo sawa. God bless you so much. Wote mlikuwa kwa kamera, mmefanya kazi mzuri. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Waliokusika kwenye sauti, Mungu awabariki, maana tumesikika kwa njia iliyo sawa. Kwa vyovyote vile ambapo umesimamia in this program, God bless you so much. Kwa wale ambao mnatoa sadaka zenu kwa ajili ya kusimama na hii kazi ya Mungu, Mungu wa mbinguni awabariki, Mungu awatende mema. Shalom, tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunaposherehekea katika msimu wa Pasaka, basi tusherekee tukiwa mauchungu imeondoka ndani ya mioyo yetu. Mungu akinijalia tutafundishana tena about this ambao Yesu anaongelea kuhusu Pasaka, na neema ya Mungu itoshe. Basi kutoka kwangu mimi sina rahasia na wani kusema shalom, tukutane majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shalom.